Naitwa Marco Doto, nafanya kazi na taasisi ya Nipe Fagio kama afisa hamasa kitengo cha taka sifuri. Leo tumeungana na wananchi wa Mbweni katika kusafisha mazingira, na hili zoezi limefanyika katika kuadhimisha siku ya usafi duniani, ambapo wananchi kutoka mitaa ya Mbweni na Maputo wameweza kuungana na sisi taasisi ya Nipe Fagio pamoja na manispaa ya Kinondoni katika kufanikisha zoezi hili. Mwamko ulikuwa ni mzuri sana. Tumeweza kusafisha katika barabara, lakini vile vile katika mitaa, na pia tuliweza kufika kwenye dampo ambalo sio rasmi, ambapo ni sehemu ambayo kiukweli kuna tabia ambazo hazikubaliki. Baadhi ya wananchi wamekuwa wakitupa taka zao eneo hilo na hatimaye kuleta adha na uharibifu wa mazingira. Tumeweza kutoa elimu kwa wananchi juu ya kuepukana na tabia mbaya za kutupa taka ovyo, lakini vile katika kuwaeleza mpango wetu wa kuanza utekelezaji wa mfumo wa taka sifuri ambao utafanyika katika mitaa hii miwili ya Mbweni na Maputo. Na mfumo huu unalenga kupunguza uzalishaji wa taka, lakini pia unahimiza wananchi kutenganisha taka zao katika ngazi ya kaya, na watazitenganisha katika makundi manne. Kundi la kwanza ni kundi la taka ozo, kundi la pili taka rejeshi, la tatu hatarishi, na la nne ni taka nyinginezo. Na watakapotenganisha hizo taka zitawezwa kupelekwa katika kituo cha kuchakata kinachoitwa MRF, na hapo taka zitakuwa zinageuzwa kuwa fursa. Kwa hiyo badala ya kutupwa katika mazingira yetu na kuharibu mazingira, zitakuwa zinageuzwa kuwa fursa. Hapo tutapata mbolea ya mboji ambayo inatokana na taka ozo. Vile vile tutapata funza au maggot, chakula kizuri cha kuku na samaki. Lakini pia kutakuwa na urejelezaji wa taka rejeshi kama chupa za plastiki ngumu, taka za vyuma chakavu na maboksi. Kwa hiyo yatakuwa yanafanywa urejeleshaji, na mfumo huu unalenga kuleta faida nyingi katika jamii hii ya Mbweni, ikiwa ni pamoja na fursa za ajira, ambapo vijana na kina mama watakuwa wanafanya kazi katika kukusanya hizo taka, na hatimaye watapata faida nyingi kutokana na kugeuza taka kuwa rasilimali. Lakini pia ni kuhakikisha mazingira ya Mbweni yanakuwa safi, kwa sababu Mbweni ni sehemu nzuri. Kwa hiyo mazingira pia yanatakiwa yawe mazuri ili kuboresha hali ya kiafya zaidi, lakini pia hata masuala ya utalii, sababu Mbweni ipo karibu na bahari. Kwa hiyo kama mazingira yatakuwa safi, maana yake hata utalii utaongezeka. Lakini pia ni juhudi za kukabiliana na mabadiliko ya tabia ya nchi. Tumekuwa tukisikia kuna ongezeko la joto duniani. Tunafahamu kwamba tafiti zimeshafanyika na takataka zimekuwa zikichangia kwa kiasi kikubwa katika kuongezeka kwa joto. Kwa hiyo taka zikidhibitiwa vizuri, zikiwa zinageuzwa kuwa rasilimali na kuacha kutupwa ovyo kwenye madampo, zitapunguza ongezeko la joto duniani.